Thank you, Jesus. Kuja. Iko nini? Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Tunalihimidi jina lako, ni kwa sababu wewe ni mwema. Kwa hakika hakuna Mungu aliye kama wewe, wa kulinganishwa na wewe Bwana. Asubuhi ya siku ya leo hakuna wa kutoshanishwa na wewe Mfalme. Asubuhi ya leo hakuna. Jina lako limeinuliwa, jina lako Bwana limetukuka. Tunayo sababu Bwana asubuhi ya leo ya kusema ni asante. Ni kwa sababu ni wewe umetulinda usiku mzima, umetuhifadhi Bwana, umetuepusha na mabaya. Tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya asubuhi njema. Asante ni kwa sababu ya kutufanya mabaki ya siku ya leo. Asante ni kwa sababu ya kutupa nguvu. Asante ni kwa sababu ya afya. Tunalishuhudu jina lako. Wewe umekubali tuione siku hii ya leo. Tunaikabidhi mikononi mwako. Tunaomba mwongozo wako Bwana, ukatutangulia kwa kila jambo na kwa kila hali. Jehova Mfalme mwenye nguvu na uwezo, tunaomba kibali chako siku hii ya leo. Tunaomba mwelekeo wako Mfalme. Tunaomba mkono wako ulio na nguvu na uwezo ukawe juu yetu. Ukatuongoze Bwana, ukatulinde na ukatuhifadhi. Wacha wokovu wako ukadumu na ukakae ndani yetu siku ya leo, na ili jina lako litukuzwe. Tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya neno la asubuhi ya siku ya leo. Tunaomba Mfalme mwenye nguvu na uwezo likapate nafasi ndani yetu na likatende sawa sawa na mapenzi yako kwa utukufu wa jina lako. Tunajua kwamba huachiliangi neno lako hivyo bure, bali umeliachilia likiwa na lengo na likiwa na kusudi kwa utukufu wa jina lako. Kuwa pamoja nami, kuwa pamoja na mtazamaji wangu, na ututende mema kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Haleluya.
Mtazamaji wangu, na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ni asubuhi njema. Mungu ametubariki, ametupa uhai, ametuwezesha kuona siku hii. Tunajua sio kwa matendo yetu mazuri, sio kwa kujitahidi kwetu, hata sio kwa vile sisi ni wazuri mbele zake, na sio kwa kukamilika kwetu, ni kwa neema na rehema na huruma zake Bwana. And he has given us today for us to make it light with him. So Mungu na akatuongoze, Mungu na akatutawale, Mungu na akatutende mema. And whatever heaven holds for us today, we will receive it, and we will receive it in Jesus' name. And I pray that today we will operate under open heaven, na Bwana atatutenda mambo makuu ya ajabu. Bila kupoteza wakati, tushiriki neno la Bwana kutoka kitabu cha Mark chapter number 14 and verse number 66. Ni habari kuhusu Petro akimkana Yesu. Tunajua kwamba hii historia tunaijua sana, lakini wacha tu tusome na Bwana atatutenda makuu. Mark chapter number 14 and verse 66. Peter was still down in the courtyard when one of the high priest's servant women came by. When she saw Peter warming himself, she looked straight at him and said, "You too were with Jesus of Nazareth." But he denied it. "I don't know. I don't understand. What are you talking about?" he answered, and went out into the passage. Just then a cock crowed. The servant woman saw him there and began to repeat to the bystanders, "Hey, he's one of them." But Peter denied it again. A little while later, the bystanders accused Peter again. You can't deny that you are one of them, because you too are from Galilee. Then Peter said, "I swear that I'm telling the truth. May God punish me if I'm not. I do not know the man you are talking about." Just then a cock crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the cock crows twice, you will say 3 times that you do not know me." And he broke down and cried. Peter denied Jesus. Sitaki kuconcentrate sana na vile Peter alimkana Yesu. Hapana. Lakini nataka tuangalie tuone wale wafuasi wa Yesu, wale alikuwa anatembea na wao, the 12 disciples ambao walikuwa wanafanya kazi na wao. One thing is, walimuiga Yesu kwa kila jambo. Kutembea kwao walitembea kama Yesu. Kunena kwao walinena kama Yesu. Kila kitu haikuwa na utofauti na Yesu. Ni kwa sababu walikaa na Yesu mpaka wakamuiga kwa mambo yote. Kama vile unaweza kaa na mtu akiwa na tabia mzuri, hata wewe ujipate unatenda mazuri. Na unaweza kaa na mtu ambaye ni mhalifu, at the end of the day ujipate hata wewe ni mhalifu. Na no wonder Mkikuyu akasema ati musera na mukudu akudukaga otake. Ni kwa sababu uwezi andamana na mtu ambaye anamjua Mungu, mtu ambaye ameokoka, na wewe haujaokoka. It is either uokoke umjoin, ama arudi nyuma akuje akujoin. Lakini hamuwezi kuwa mnaambatana, mnapelekana na tabia zenu, mambo yenu hayafanani. Juu unaweza shindwa, mnaweza kuwa mnaongelelea nini? Bwana atukuzwe. Petro, Yesu alipokuwa
anaenda kusulubishwa, wale wanafunzi wake walimfuata nyuma kwa umbali sana. Ni kwa sababu ya uoga. I think hata na wao walikuwa wanadhania they will be crucified as their leader Jesus Christ. Na hata wakiwa katikati ya watu walijulikana. Ni kwa sababu hawakuwa watu ovyo, hawakuwa wanatenda tu mambo ovyo, lakini wale watu walimsulubisha Yesu walimjua, walijua venye alikuwa anafanya, venye alikuwa anatembea, venye alikuwa anaongea. Kwa hivyo hata wao wangejulikana, ingeonekana ile utofauti hata kama walikuwa katikati ya watu wengi. Ni kwa sababu walimuiga Yesu. Leo hii kuna challenge mmoja. Unapata mtu ni mwokovu, unapata mtu anasimama kwenye madhabahu, anahubiri neno, anatuongoza kwa sifa, kwa maabudu, lakini huyo mtu akiwa kwa kanisa ni tofauti sana na yule mtu ako huko nje. Nowadays wokovu, watu wengi huwa wanaokoka wakati wako kwenye madhabahu ndani, lakini wakitoka huko nje ni watu wengine tofauti. And because we are followers of Jesus Christ, hatujaiga, hatuna ule mfano mwema wa Yesu Kristo. Unapata mtu ni 3 in 1. Akienda mahali ambapo kuna watu ambao wameokoka, ameokoka. Kama ni wakati wa ushuhuda, anatoa mrefu kushinda wengine. Akienda mahali ambapo kumepatikana mugithi inaendelea, kunaibwa zile nyimbo, na saa hiyo ndio anatuongozanga kwa sifa. Tukienda mahali kuna mugithi, ako ndani. Hata wewe unamjua, unamtambua, unashindwa. Yaani anafit kila mahali. Akienda mahali ambapo Biblia imesema the council of wale watenda mabaya, akipata mambo ya mtu yakiongelelewa, ako ndani, anayajua zaidi, anayaongea zaidi. Tumekosa kufuata na kuiga Yesu Kristo ambaye he is our big brother in the kingdom of heaven. Tumekosa kujielewa, tumekosa kujijua. I wish tunaweza kuwa kama wale wanafunzi wa Yesu. Waliacha yote, waliacha vyote, wakamfuata Yesu. Hakuna jambo hata moja walibakisha nyuma. Na hata walipokuwa wakitembea, and that is why this woman angemnotice Peter. Katikati ya watu wengi waliokuwa wamemfuata Yesu, wakaona mahali anasulubiwa, wakaona, yani for them to witness that Yesu anaenda kusulubiwa katikati ya umati wa watu, katikati ya watu wengi. Peter was noticed. Peter alipointiwa among many. Ile huyu anakaa Mgalilaya, huyu anakaa mfuazi wa Yesu. Ni kwa nini akajulikana? Ni kwa sababu ya matendo yake, mwenendo wake. Leo hii tunaenenda kama vile Mungu angependa tuenende. Leo hii tunamuiga Yesu. Yale mambo ambayo huwa tunaongea ni mambo ambayo yanampendeza Mungu. Hata ukiwa mahali tu hivyo, ati you can be pointed, you can be appointed. Yani mtu anaweza akakunotice katikati ya watu wengi, aone ya kwamba huyu ni mwokovu, huyu ni mlokole, huyu anamjua Yesu, huyu ni mfuazi wa Yesu. Unaweza tabulikana kweli. Ama ni wakati uko kwa kanisa, na no wonder unapatanga wachungaji hawaendangi kwa maplot zenye watu uka. Juu naweza nikakuelezea kwetu, ama kwa ile plot nakaa, nielezee mchungaji wangu akuje. Akifika tu hapo apotelele tu hapo. Kwa hivyo itabidi aulize. Na akuje hapo aulize, hapa mnajua yule Beatrice ambaye ni muibaji, anaibaga nyimbo gani? Tunaanza hapo.
unasikia hawajui juu wewe unaibaga kwa kanisa na huko hawakujuagi kama muibaji. Anauliza, yule mama anakuaga ameokoka, anakujaga kanisa na giza, anatokaga kanisa na giza, anaingiaga kwake? Hapana, hatumjui. Hapana, aliniabiria anakaaga hapa karibu hapa. Within no time unatokelezea. Ile anauliza, nilikuwa natafuta huyu. Watu wote wanapanua midomo, wengine wanapiga nduru, wengine wanacheka. I think hata mchungaji anaweza wauliza one by one, utasikia huyu ni yule kwa prote ya kukalikangi na amani. Kazi yake ni kwa sink kupigana na wamama. Mwingine kazi yake ni kwa kamba za kuanika nguo na peg za wenyewe, vituko, mambo ambayo eti mahali unakaa au watu wakiulizwa kukuhusu hawakujui. Sisi tukiulizwa wewe kwa kanisa tunasema mambo mazuri sana, lakini tukiulizwa wewe hapo nje hatujui tuelezee nini. Ni kwa sababu unaona ukiwa nje wewe ni tofauti sana na ukiwa katika nyumba ya Bwana. Na hao wafuasi wa Yesu alipokuwa anaenenda na wao, walimuiga Yesu kwa tabia, kwa kila kitu. Situkubalini tu kumuiga huyu Yesu, tukue tu wafuasi wazuri wa Yesu, wa Mungu. Yani tufanye kadri la mapenzi ya Mungu, tusiokoke tu. Kuna watu huwa wanaokoka occasionally. Wakati mambo iko sawa wako kwa Mungu, wakati mambo haiko sawa wako kwa shughuli zao, wanatafuta solutions za mambo, wanatafuta alternatives za mambo. Ile unafaa kukaa kwa Mungu. You should not be cold and you should not be hot. You should be hot or cold but not lukewarm. Na watu wengine, most of Christians wako hapo. Wakati ni kuzuri wako kwa Mungu ndani, wakati kumekaa vile dunia inataka wanajitafutia suluhu ya shida zao, yale mambo ambayo yamewasonga. Tukubali tu asubuhi ya siku ya leo na kuendelea, kama wewe umeokoka, okoka kwa tabia zako, okoka kwa kuongea kwako, okoka na umuige Yesu Kristo. Usiokoke ufurahisha mwanadamu. Ni kwa sababu mwanadamu hana uhai wa milele eti atakukabidhi. Hapana, kubali kuokoka, uige Yesu, ukuwe mfano mwema, na ili hata watu wengi watamani kumfuata huyu Yesu. Atanakana kwamba Petro alimwambia kwamba atamkana Yesu, ni kwa sababu Yesu alikuwa amemwambia. That was the last thing that Peter could have expected, ati atamkuja kumkana Yesu. And I think lazima tu ingefanyika vile, ni kwa sababu ilikuwa imetabiliwa. Lakini hata kama alimkana Yesu, alikuwa mfuasi wa Yesu na alikuwa amemuiga Yesu kwa kila jambo na kwa kila hali. Hata leave alone kumuiga Yesu, wewe kwa ile madhabahu ambayo huwa unahudumu, uko na mtumishi wa Mungu, na unapata katikati ya washirika na mtumishi wa Mungu kuna boundary. Oleos, kuna boundary. Ni kwa sababu mtumishi wa Mungu ako mahali pale, ameitwa. Sisi tuko nyuma yake, tumemfuata jinsi wanafunzi wa Yesu walimfuata Yesu. Sisi tumeiga wale watumishi ambao Mungu amewaleta maishani mwetu. Ni kwa sababu it is through them God has ordained them, God has called them. Ni wao, tuko nyuma yao, tuwafuate tukienenda kwa Yesu pamoja na wao. Lakini kama huwezi iga yule mtumishi Mungu amekupatia, yule mtumishi uko chini yake, yule mtumishi unayehudumu chini yake, na ni mwanadamu tu, how comes utamuiga Yesu? Kwa hivyo kwanza tujifundishe na kuiga wale wachungaji ambao Mungu ametupatia.
Na nawanda unapatanga kwa kutoiga hata wale watumishi, unapata hata kubalikiwa kwenyewe kuna kuanga ni ngumu. Unapata tu mchungaji anaenda tu akibalikiwa, lakini sisi ni kwa sababu ya kukaa tukiwa sisi, kufanya mambo yetu, kutenda mambo yetu, kuongea vyetu, hatuigi ule mtumishi. Unapata hata katika hali ya maisha inakuwa ngumu, inakuwa tofauti sana na ya huyo mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo tukubali. Himizo langu asubuhi ya leo ni hivi: kama vile wafuasi wa Yesu walimfuata na wakatenda na walikuwa sawa na Yesu. And that is why among the multitude, Mungu Yesu mwenyewe aliweza kujichagulia, akachagua 70, akaona bado ni wengi, akachagua 12, and at the end of the day those who are faithful walikuwa tu 3. Wale Yesu waliaminia ile kazi kubwa walikuwa tu watu 3. Kwa hivyo we were among many and God has chosen us, na ili tuweze kumfuata. God does not deal with majority, no. Mungu hafanyangi kazi na umati, hapana. Na that is why hata Yesu Kristo alipokuwa duniani ni wengi walimfuata, lakini wengi walimfuata wakiwa na nia. Wengine walikuwa wanamfuata ni kwa sababu watakula mikate na samaki. Wengine walikuwa wanamfuata ili waweze kuona ile miujiza alikuwa anayafanya. Wengine walikuwa tu wanamfuata wakiulizwa wanamfuata ni kwa sababu gani, hata wao hawajui, lakini walikuwa tu wanamfuata. Lakini sio wote angefanya kazi na wao, sio wote angeaminia ile kazi alikuja hapa duniani kufanya. Ilibidi awachuje mpaka abaki na 12. Na hata among the 12 the effective were 3. Tujiangalie sana. Ni kweli tumeokoka, lakini tumemwiga Kristo kweli? Christ being our big brother in the kingdom. Kila mtu ajiulize pake. Am I doing right? Ninamfuata Yesu Kristo, ninamuiga Yesu Kristo kwa matendo yangu, kwa kuenenda kwangu, kuongea kwangu, kufikiria kwangu. Unajua watu huwa wanajijustify ya kwamba sisi ni wanadamu tu, tuliumbwa kupitia udongo, sisi tuko na mwili na tuko na damu, tuko na nyama. And tunajuanga ya kwamba ati Mungu ni roho, Yesu ni roho, si mwanadamu. No, alikuja hapa duniani kama mwanadamu Yesu Kristo, kutuonyesha ya kwamba tunaweza shinda ulimwengu, tunaweza shinda mambo ya hii dunia tukiwa na huu mwili. Ni kwa sababu alikuwa na huo mwili, akapitia magumu, akapitia mazito na akayashinda. Kwa hivyo we have nothing to justify ourselves. All what we should do is kumfuata Yesu, kutenda sawa na mapenzi ya huyu Mungu, and at the end of the day tutakuwa washindi, na at the end of the day tutapata ufalme wa mbinguni. Itakuwa kilio, machozi, kusononeka na kusaga meno ukimwambia Yesu ama ukimwambia Mungu, nilitenda makuu kupitia jina lako, watu waliponywa kupitia jina lako. Atasema ni kweli, lakini enenda, mimi sikujui. We tend to think ni kwa sababu tumeitwa, tuko na vipawa za Mungu ndani yetu, tunatenda makuu, tunatenda miujiza, watu wanafurahia, watu wanaona Mungu kutupitia. Tunadhania hiyo ndio wokovu, ama hiyo ndio itatufanya, that qualifies us, ya kwamba Mungu automatic atatupatia uhai wa milele.
ole wetu ni kwa sababu sio hivyo. Once Mungu amekupatia kipawa, hata utoke kwa njia za Mungu, that talent will work. Hata ichukua. Sasa sijui itafanya kazi na roho wa nani. Ni kwa sababu kuna roho wa Mungu na roho wa shetani. Kuna roho wa nuru na roho wa giza. Na wote huwa wanafanya kazi. Wote huwa wanaona. Wote bado huwa wana nguvu. Na utapata roho wa giza anajifananisha na wa nuru. Kwa hivyo usione ya kwamba, ama nisijione mimi kwanza nachukuanga microphone eti naongoza sifa ama worship. That does not qualify me to inherit the kingdom of God. No. Ile kitu ya muhimu ni hii. Am I doing right? Nafanya jinsi nafaa kufanya kama mwokovu. Ninamuiga Yesu Kristo. Ninafanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sio ile tu kuokoka. Niliokoka, na ukipata watu wakitoa ushuhuda ya vile waliokoka na ile miaka wamekaa katika wokovu, saa zingine na wahulumianga, ni kwa sababu Mungu, God does not deal with how many years you have been in salvation. No. Either umeokoka miaka 100 ni vizuri kwako, lakini hiyo wokovu umeokoka iko sawa? Umekuwa ukitenda jinsi Mungu anakutarajia ufanye? Umekuwa ukienenda, umemuiga Yesu Kristo? Because wakati Yesu atafunuliwa, ule wokovu utakuwa nao hiyo siku. That one will determine whether you are of the kingdom or you are not of the kingdom. Kwa hivyo it is not a matter of how long you have been in salvation. Kwa hivyo kila siku, kila saa, and that is why the Bible states very well that no one who is righteous, hakuna ambaye ni mkamilifu. Tunafaa kuwa tunaomba msamaha kwa Mungu kila saa, kila dakika, kila siku. Ni kwa sababu hatujui saa, hatujui wakati ambao tarumbeta italia. Hatujui saa, hatujui wakati ule parapanda italia. Unaweza kuwa mzuri sana kwa miaka mingi katika wokovu, lakini upate tu siku moja, upatane tu na jambo, utoke kwa njia za Mungu kwa dakika chache sana, upate kufunuliwa kwa mwana wa Mungu kumewadia. Alafu utasimama mbele zake Mungu. Ni kwa sababu Biblia inasema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Usimame mahali pale, mwambie, nimeokoka miaka mingi, nimetenda haya, nimefanya haya, nimejizuia haya, lakini bado akwambie nenda, mimi sikujui. Kwa hivyo to be right with God si kwa ule muda umeokoka. Kumuiga Yesu sio ule muda uliokoka ukamjua Yesu, hapana. And that is why mtumishi wa Mungu Dolina alipokuwa akisema we should work out our salvation with fear and trembling. Day to day out we should work out our salvation. Sio ile tu kuimbanga wimbo niliokoka mwaka wa 1990 na haitatusaidia, na hata wewe mwenyewe haitakusaidia. Ni kwa sababu you are still leaning on ule wokovu wa ile miaka.
Mungu anahitaji wokovu wa siku ya leo, wokovu wa hii dakika. Huo ndio Mungu anahitaji. Ni kwa sababu unaweza kuwa umeamka umeokoka sana, lakini siku ikija kuisha ujipate tu umetoka kwa njia za Mungu. Kwa hivyo let us work out our salvation. Wacheni tumuige huyu Yesu. Wacheni tuenende na njia za Mungu. Wacheni tufundishwe na Roho Mtakatifu wa Mungu jinsi tutakavyokaa kwa Mungu. Jinsi kuna vitu zingine hata ukijitahidi wewe hautawezana. Not only God mwenyewe tu akusaidie. Naweza jitahidi sana kukaa na utakatifu. Na naona Paul akasema yale mambo huwa siyapendi. Yale mambo huwa najizuia sana. Hayo ndio huwa yananipata. Same case applies to us. Yale mambo ambayo maybe unatamani sana kuyafanya ndio inakuwa mbali sana. Unajipata ulikusudia kutenda mema, at the end of the day unajipata yale mambo umetenda hayako sawa. Kwa hivyo kukaa katika utakatifu, kukaa katika ukamilifu wa Mungu inagharimu Mungu mwenyewe akusaidie na akuwezeshe. Kwa hivyo si kwa bidii. Let us work out this salvation. Na at the end of the day we will be glad, we will rejoice ya kwamba Mungu hatatuachilia, hatatuwezesha. Ni kwa sababu kujitahidi kwako Mungu ataingilia na atakufanikisha. So kama vile wafuasi wa Yesu walipokuwa hapa duniani na Yesu Kristo akiwa kiongozi wao, jinsi walivyokuwa wakifanya, akiwaambia tuenende hivi wanaenenda hivi. Hakuna mwenye hata mmoja alikuwa anasema hapana tungefanya hivi. Akiwaambia ni hivi ni hivi, tufanye hivi ni hivi, tuende hivi ni hivi. Lakini sisi unapatanga, for instance, useme mchungaji aseme tunaenenda na njia hii. Kuna wengine wanasemanga hapana, kwani ni yeye kusema, ni yeye anajuanga tu, hata mimi nilifanya, hata mimi tunaenda na hivi. Yaani unapata hamuko kimoja. Na ndio nimesema kama huwezi muiga the prophet, the servant that you are working under, ni itakuwa gumu bado kumuiga Yesu Kristo. Asubuhi ya siku ya leo ni kwa sababu Mungu amekupa siku ingine njema. Mungu amekuwezesha kuiona siku hii ya leo. Mungu amekupa afya njema. Ni kwa sababu kuna wengine walilala salama ukilala, na leo hii wameamkia kujipata wako kwenye hospitali. Wengine wameamkia mortuary. Sio kumaanisha wewe ni wa maana sana. Hapana. Sio kusema ya kwamba wewe umekamilika. Hata uko mbali sana. Sio kumaanisha ya kwamba wewe ni mzuri sana. Ni vile Mungu anaona uko na madhambi mingi sana, uko na mambo mingi sana ya kurekebisha. Anakupatia tu opportunity. Make it light with me. Work out your salvation. Juu ni kwa sababu Mungu anataka tu. Hakuna mtu mwenye Mungu aliumba na ili akaangamie ama akapotee. And that is why unapatanga wale watu ambao hawamjui Mungu, wale watu huwa wanatenda maovu ingine mpaka ukiambiwa yataje uwezi. Hao ndio wanakaanga kwa hii dunia mpaka unauliza Mungu, mpaka unaonanga saa zingine God is not fair. Yule mtu una expect akuwe hayuko ni yeye yako. Ni kwa sababu Mungu hapendi kifo cha mwenye dhambi. And that is why I would urge you this morning, be a good disciple. Follow Jesus Christ in each and everything that you do. Muige Yesu. Kwa kuongea kwako, before you talk, think before you talk. Think before you act. Yes, think before you act. Na tukitenda hivyo, na kwanza unaconsider, hii kitu nafanya itampendeza Bwana? Kama haitampendeza Bwana, unamuiga nani basi? Kwa hivyo, it is always good in each and everything that we do, in each and every step that we take,
every move that we make. Wacha tujichunguza tujue, are we doing the right thing? Are we going the right way? Are we talking the right thing? Are we thinking in the right way? Because by doing so, utapata yale mambo umejizuia kufanya mabaya ni mingi. And by doing so, because mambo ingine huwa tuna practice kuyafanya, na nimesema kwa nguvu zetu na uweza wetu hatuwezi, lakini Mungu akiingilia kati aone kujitahidi kwako, lakini sio tu ukae tu hivyo ya kwamba Mungu akutengeneze. Hapana, you must play your role, you must play your part, na ndio Mungu akuwezeshe, na ndio akukamilishe, na ili yaweze kukufanya jinsi yeye mwenyewe apendavyo, na ili yaweze kukufinyanga jinsi yeye mwenyewe apendavyo. Himizo langu ni hili: tukubali kumuiga Yesu. Hata katikati ya watu wengi tutajulikana. Na nawanda unapatanga mtu unaweza enda tu mahali na unyamaza na utulie, usikie mtu akikuita, mtu wa Mungu habari yako. Olezo unapata mtu anakuamkia kiti, mtu wa Mungu keti mahali hapa. Unafikiria ni venye unakuanga umeokoka sana? Hapana. Sasa ni favor ya Mungu huwa inafanya kazi. Saa zingine tu ni kibali cha Mungu. Na wewe ukiona hivyo unadhania hivyo ndivyo umeokoka, hivyo ndivyo uko sawa sawa na Bwana. Wacha tu tufanyie wokovu wetu kazi, na ili hata tukiwa katikati ya watu tutatambulika. Ukiwa katikati ya watu atakana kwamba hakujui, maongeo yako watasema na ni kweli huyu ni mcha Mungu. Watu wakiwa mahali, wakiwa stranded, wanataka mwelekeo, ule mwelekeo utawapatia. Sio wa kuwapotoza, bali watasema na ni kweli huyo Roho wa Mungu yu ndani yake. Ni kwa sababu mahali utawaelekeza watapata njia. Lakini ukiwa wewe unaokokanga ukiwa kwa kanisa, ukiwa huko nje ni kitu ingine. Na Mungu atusaidie, tutafute Mungu, tukae na utakatifu, tuhubiri Mungu, tutumikie huyo Mungu na ukweli, na Roho wa Mungu atusaidie kwa kila jambo, kwa kila hali. Wacheni tukamuige huyu Yesu. Nitawaacha na kusema tukamuige Yesu. In each and everything that you do, fanya kama Yesu. Kwa mienendo yako fanya kama Yesu. Let us be good soldiers. Let us be good disciples. Ya kwamba mahali popote pale kutakuwa na utofauti. Tutakuwa tunaleta suluhu instead ya kuongezea mashida na matatizo. Let us work out our salvation. Utamuiga Yesu ukikaa sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Tutakutana wakati wa mchana, na Bwana atazidi kuwatenda mema na kuwabariki. Kubali kusimama na kazi ya Mungu, mtazamaji wangu, mahali popote pale unaponitazama, kwa sadaka yako, kwa fungu lako, ukubali kwa hizo namba ziko hapo chini kutuma offering yako na tithe yako, na Bwana atazidi kukutenda mazuri. As you make it right with God, na ukikata kauli ya kukuwa mfuasi mwema wa Yesu, Bwana akubariki na akutende mema. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunyenyekea mbele zako mara tena tukisema ni asante, ni kwa sababu ya muda na nafasi hii umetupatia
tukaweza kusikia neno lako. Tunasema ni asante. Biblia inasema ya kwamba huwezi achilia neno lako tu hivyo bure, bali umeliachilia ukiwa na lengo na kusudi letu na la mtazamaji wetu. Wacha neno lako Bwana likatende sawa sawa na mapenzi yako ndani yetu. Wewe huwa unapeleleza mioyo ya wanadamu. Peleleza mioyo yetu Bwana, na ambacho kinaweza tuzuia tukamwige Yesu ukakiondoe, na ili tukamilike jinsi wewe upendavyo. Ni asante, ni kwa sababu wewe ni Mungu mwema na utatusaidia kufanyia wokovu ulioweka ndani yetu kazi, na ili tukamilike Mfalme, na ili tusimame imara, na ili tukue wafuazi wema kwa utukufu wa jina lako. Ni asante, ni kwa sababu wewe ni mwema. Siku hii ya leo Mfalme, tunaikabidhi mikononi mwako. Tunaomba mwongozo wa Roho wako Mtakatifu. Tuepushe na mabaya, tuepushe na ajali, tuepushe na magonjwa Bwana, na tutakapopata nafasi ingine ya kushiriki neno lako, tutalishujudu jina lako. Twajiachilia mikononi mwako Mfalme, nikinena baraka kwa wale ambao wametutazama asubuhi ya siku ya leo, hata wale wanatusikiliza Bwana, na nena baraka juu ya maisha yao. Ukawafungulie njia, ukawafungulie milango, ukawanyoshee mkono wako wa huruma, kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini. Amen, amen and amen. God bless you and do you good. We love you.